Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaendelea tena. Umerithi nini? Ama utarithi nini? Au utarithisha nini? Ukiangalia vipindi vya nyuma nilivyosema, nimeongea wazi kwa habari ya Mungu wa Ibrahim, baadaye akaja kuwa Mungu wa Isaka, akaja kuwa Mungu wa Yakobo, ndio Mungu wa wana wa Israeli wote. Nilikupa tena mfano mwingine kwa habari ya Daudi. Daudi hakuwa mtu wa kawaida ambaye Mungu alianza na yeye, Mungu wa Daudi. Baadaye akamwahidi kwamba nitakiweka kiti cha ufalme kwako. Sasa Daudi alikuwa ni mfalme, kiongozi wa juu wa nchi. Leo tunaweza kumuita rais wa nchi. Lakini Daudi alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu, lakini katika eneo la utawala. Mungu huwa anainua watumishi wake. Hata ni aina ya watumishi wa Mungu, lakini kwenye utawala. Kwa hiyo watumishi sio kila mtawala, sio kila kiongozi ni mtumishi wa Mungu. Hapana. Ila Mungu huwa anaweka watu, anaweka watawala kama watumishi wake. Unamwona Daudi alikuwa ni mtawala, lakini alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Kiongozi kabisa wa serikali, lakini alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Unaona akina Danieli walikuwa ni watawala, wakuu wa wilaya, lakini ni mtumishi wa Mungu kabisa. Anafunga na kuomba na anatenda haki. Sasa nataka nikupe story, kisa kingine kifupi sana. Unarithi nini ama unarithisha nini? Lengo langu ni kukuambia kwamba unapokusudia kuanza familia, kuna mambo lazima uanze kuyaepuka. Kuna mambo hata kama yana faida hutaki kuyafanya, kwa sababu utakuja kuangamiza uzao wako wote. Ukisoma kitabu kile cha Samueli wa pili sura ile ya 3. Nataka nikusomee hii story nzuri sana, alafu nitakuelezea vizuri. Inasema hivi. Ukisoma Samueli wa pili sura ile ya 3 kuanzia ule mstari wa 26 mpaka 29. Naye Yoabu alipotoka kwa Daudi akapeleka wajumbe kumfuata Abineri. Wakamrudisha kutoka kisima cha Sira, lakini Daudi alikuwa hana habari. 27. Basi Abineri alipokuwa amerudi Hebron, Yoabu akamchukua kando hata katikati ya lango ili aseme naye kwa faraga. Akampiga mkuki wa tumbo hata akafa kwa ajili ya damu ya Asaheli ndugu yake. 28. Hata baadaye Daudi aliposikia akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia milele mbele za Bwana kwa sababu ya damu ya Abineri mwana wa Neri. Mstari wa 29. Samueli wa pili sura ya 3 mstari wa 29. Daudi anasema sasa, hiyo damu iliyomwagwa na Abineri alivyomuua, hiyo damu ya Yoabu ambayo aliimwaga alivyomuua Abineri, Daudi anasema hivi, na imwangukie Yoabu kichwani pake, moja hiyo, na nyumba yote ya baba yake. Tena hiyo nyumba ya Yoabu, huyo aliyemwaga hiyo damu, isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu, na aliye na ukoma, au mwenye kutegemea fimbo, au mwenye kuanguka kwa upanga, au mwenye kuhitaji chakula. Basi Yoabu na Abishai nduguye walimuua Abineri kwa sababu yeye alimuua ndugu yao Asaheli katika vita huko Gibeoni. Unamwona Yoabu amemuua Abineri. Daudi akasema, sikiza nikuambie, hakuna gharama mbaya kwenye ukoo au kwenye familia kama kumwaga damu ya mtu. Ndio maana niliongea kipindi kilichopita kwamba hili somo la umerithi nini. Ewe mke, muonye sana mumeo, mzuie sana mumeo asije akamwaga damu ya mtu kwa hatia, bila hatia. Kudhulumu, kumwaga damu, hawa watoto mliokwisha kuwazaa mnawaharibu wote. Unamwona Yoabu alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni mkuu wa majeshi, jemedari wa jeshi la Daudi. Leo hii tunasema ni mkuu wa majeshi kwenye nchi, lakini alimwaga damu ya mtu huyu mmoja tu anaitwa Abineri. Aliua mtu mmoja tu. Daudi akasema, hii damu ya Abineri iliyomwagwa haitakuwa juu yangu wala juu ya ufalme wangu. Akamwambia Mungu
kwa kuwa umenifanya mimi kuwa mfalme. Damu hii aliyomwaga Abineri ikae kichwani aliyomwaga Yoabu ikae juu ya kichwa chake mwenyewe na juu ya nyumba ya baba yake. Lakini huko kwao kwa kina Yoabu, yani katika uzao wa Yoabu asikosekane mwenye kuchechemea, mwenye kutoka na damu, mwenye kuhitaji chakula, yani mlemavu, anayechechemea, anayeuawa kwa damu. Sasa nisikilize, kuna matendo ya kipumbavu unaweza kuyafanya kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya sifa. Usikubali mtu akakuongoza, usikubali ukashurutishwa kuimwaga damu ya mtu ukiwa kwenye eneo lolote la maisha yako. Unakuja kuharibu uzao wako. Sasa wewe unasema mimi nimepata mchumba, nyumba ya Yoabu, baba yake alikuwa ni jemedari wa jeshi la Daudi, na kwenda kuolewa ama na kwenda kuoa. Sikiliza utakachokizaa. Utazaa mtu anayechechemea. Zaa mtu anayechechemea. Kwa sababu ya nini? Kuna uovu Yoabu alifanyaga. Kuna kitu Yoabu alifanyaga, alimwagaga damu katika alivyokuwa enzi ya utawala wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo narudia tena kukushauri kwamba unapokusudia kuanza kitu kinachoitwa uzao ama familia yako, ni lazima uanze kujiepusha kudhulumu mali ya mtu, kumwaga damu isiyo na hatia. Usiue mtu, usidhulumu mali ya mtu, usionee mtu. Unaweza kuhisi kwamba unanifanyia mimi kwa uzuri, lakini kumbe uzao wako wote umeshaharibika. Usiwe mrahisi kunyoosha mkono kuonea mtu, hata kama Mungu amekupa nafasi mahali popote ulipo. Narudia tena, jitahidi kupanda mbegu iliyo bora. Fanya matendo ya huruma. Kuna vitu unatakiwa uvifanye kwa nguvu hata kama uvitaki, lakini vyenye kuleta baraka kwa ajili ya uzao wako. Sio kila kitu utakifanya kwa utaratibu. Kuna vitu lazima uvumilie hata kama vinakuumiza. Lakini maadamu ninatakiwa niepushe laana hii isiingie kwenye uzao wangu, nisifanye. Narudia, ni heri ukapoteza kila kitu, kama ni kazi, kama ni cheo, lakini usinyooshe mkono kumwaga damu ya mtu. Narudia tena, Daudi alisema hapana. Daudi alikuwa ana agano na Mungu. Akasema hapana, siwezi kumwaga damu, siwezi kudhulumu, siwezi kuonea. Tenda matendo ya haki, fanya matendo ya haki. Hasa nyinyi ambao mnapata nafasi kwenye utawala, kwenye uongozi, kwenye idara yoyote, iwe kanisani, iwe mahali popote, kwenye shirika, usikubali kudhulumu mtu, usionee mtu. Kwa sababu ya ulafi au kwa sababu ya tamaa, itakupelekea uzao wako uje upite kwenye matatizo makubwa sana baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi nikuambie kitu, wewe unapomuona mtu leo mahali alipo, wala uhitaji kupata tabu. Ujue tu kwamba hali unayomuona nayo ni faida ama ni mbegu ama ni mavuno ya uzao wake. Unapomuona hali ya mtu alio nayo leo hii, ujue hayo ni mavuno ya waliomtangulia, ya wazazi wake au babu zake. Ndivyo alivyo leo hii. Unaweza ukaanza leo. Usishiriki uovu hata kama kwenye familia yenu kuna uovu. Jitenge. Sema mimi sintakubali kumuonea huyo mtu. Ukimuona sasa wewe umeshakuwa mtu mzima, ni kijana, unamuona baba yako anafanya vitu vibaya, usikubali huo upumbavu. Msemeshe mzazi wako, msemeshe mama yako, mwambie mama, hichi kitu ni kibaya, usifanye hichi kitu baba. Hapana, usifanye hichi kitu. Usikubali matendo ya ajabu kwa sababu ni baba, unamwacha tu. Yeye akifanya anaondoka, anakufa. Ila nyie mliobaki na watoto wenu, baadaye mnaingia kwenye matatizo yote makubwa kabisa. Kwa hiyo unapoanza kuwa mtu mzima, hata kama ni mtoto, una uwezo wa kuanza kumzuia mzazi wako. Mwambie baba, hichi kitu hapana. Mama, hichi kitu hapana. Usifanye. Baba, ni heri kama ni kazi, poteza kazi, lakini usikubali kufanya hichi kitu. Kitatuletea shida. Kwa sababu baba atakachokifanya, hiyo damu inayomwagika, ama huo uovu anaomwaga, ama huo uovu anaotenda, ama hiyo mbegu anayoifanya, mavuno ni kwako wewe mtoto.
Kwa hiyo unaweza ukachekelea, tunakula bata, maisha ya bata. Lakini ni maisha ya bata leo hii kwa sababu ya damu za watu. Ni maisha ya bata kwa sababu ya kudhulumu vitu vya watu. Utakuja kuona baada ya siku chache sana, familia kwenu yote imegeuka kuwa mkaa. Yote hakuna kitu kabisa. Zile baraka za Bwana hutaziona. Kwa hiyo lazima ufanye uchunguzi. Unaenda kuishi na nani? Unataka ufanye nini? Kwa hiyo hata kijana, hata dada, binti wa familia, una uwezo wa kuzuia. Unapoona mama yako anamtesa binti wa kazi aliyekuja kwenu, unapaswa kufanya kila, mama, usimtese huyu binti, hapana, utatuletea matatizo. Machozi ni damu. Kama jasho la mtu ni damu. Machozi ni damu, ila ni damu ya rangi nyeupe. Huyo binti mnavomuonea, huyo binti mnavomtesa, huyo kijana mnavomtesa kwenye shirika, kwenye kampuni, kwenye biashara yenu, mnavomdhulumu mali, sikiliza, hiyo mali yote itaondoka. Labani aliwahi kumtesa Yakobo. Maandiko yanasema Mungu akamnyang'anya Labani mali yote, akaipeleka kwa Yakobo. Yakobo aliyekuwa mfanyakazi alimdhulumu mshahara mara 10. Biblia inaniambia Mungu akamnyang'anya Labani mali yote, akaipeleka kwa Yakobo kwa sababu ya udhulumati. Na Labani anakiri wazi kwamba, ndugu yangu Yakobo, Mungu wa baba yako Ibrahimu amenitokea usiku wa leo, ameniambia nisikudhuru. Na Labani anakiri wazi kwamba amebarikiwa baada ya Yakobo kuja. Unapoishi na mtu ukiona unazidi kubarikiwa, mkumbatie, ishi naye vizuri ili asiondoke, uzidi kuinuka. Labani akaleta mauzauza kama ya kwako. Mungu akamnyang'anya mali yote, akampa Yakobo. Mungu huwa ananyang'anya mali za wadhalimu, wanaodhulumu watu, wanaonea watu, wanaoua watu. Utakuwa umenielewa vizuri zaidi. Piga simu hapo nikufanyie maombi. Kama ulishaye kumwaga damu, kama ulishaye kudhulumu, piga simu hapo nikuelekeze maombi gani ya kufanya, nini ufanye ili utoke kwenye hiyo laana. Hiyo mbegu iliyopandwa, wewe ujiepushe na hiyo mbegu. Usifurahie mtu anapoteswa ofisini kwako. Usifurahie mtu anapoteswa kwenye idara yako. Usichekelee na kuona kwamba ni kitu mtu anapoteswa kwenye familia, nyumbani kwenu. Usikubali. Ukisha kuwa na hiyo akili binti, usikubali binti anayeteswa hapo nyumbani kwenu na wazazi. Usikubali. Kwa sababu huyo mzazi kishachoka, yeye kishamaliza, wewe uliyebaki na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuombea neema ya Mungu ikusaidie, ikuepushe na haya matatizo makubwa ambayo kwenu yapo. Hallelujah. I love you. Bye. Takuja tena.